Kuna changamoto sasa hivi ya kumfanyia Mungu ibada ya kweli. Ni protokol ipi ambayo tumeivunja makanisani? Protokol ya kwanza tulioivuruga ni kutaka kujenga dhana ibada iko kanisani. Ibada haiko kanisani. Ibada unatakiwa kuwa nayo popote unapokuwa. Wewe ni mtu wa ibada. Biblia inasema au amjue kwamba ninyi ni hekalu la Mungu na Roho Mtakatifu anaishi ndani yenu. Kwa hiyo wakutanikapo wawili ama watatu kwa jina lake, yeye yuko katikati yao. Sasa sisi tunataka kutengeneza mazingira, nasema naenda kwenye ibada. Hiyo ibada iko wapi? Mwisho wa siku tumejikuta tuna ratiba na hatuna ibada. Watu wengi wanaenda kwenye nyumba za ibada na wafanye ibada. Mtu alienda kwa mganga, ana shida ya mtoto, wakati mganga anaongea hachezei simu yake. Lakini sisi fresh tu. Pastor anakamua pale, oya niko church, nitakucheki baadaye kidogo. Kwa sababu sisi kanisani hiyo discipline, hiyo protocol haipo. Fikiria Musa anaongea na Mungu mpaka Musa anabadilika sura. Huyo ni Mungu anatisha namna gani? Sasa protocol tutengeneza ya kwanza kwamba Mungu anapatikana kanisani. Kwa kuna mtu kwa sababu kesho ni Jumapili au leo ilikuwa ni Jumapili, ameishi vizuri sana Jumamosi kuamkia Jumapili kwa sababu ibada iko Jumapili. Tuna attend nyumba za ibada bila kufanya ibada. Lakini watu walikuwa wanafanya ibada majumbani kwao. Mungu angeweza kuonekana kule kule. Mtu angeweza kubadilika, yeye abadilika na familia yake. Usuda zingetoka wapi? Fitna zingetoka wapi? Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16, ile mambo yote yale ukiangalia. Kanisani tuna dakika chache, muda mwingi mtu anaishi peke yake. Kwa hiyo tuwafundishe watu maisha ya ibada. Anapoishi yeye anafanya ibada, kwenye gari anafanya ibada, anaangalia TV anafanya ibada, akiwa kazini anafanya ibada. Sio akiona yuko mbali na kanisa ni afadhali, ndio muda wa kutext Magoma yamfuate. Akisafiri akienda mbali na Dar es Salaam tumempoteza.